been chosen to defend the realm of Earth in a tournament called Mortal Kombat. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na tunafahamu kitu kimoja, tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu, mwaka 2026 tutapata movie ya pili ya Mortal Kombat, na vile vile pia tunafahamu kitu kimoja kwamba movie ya kwanza ilitoka mnamo mwaka 2021. Ila kwa sisi ambao tumezaliwa miaka 90 na kukulia miaka 2000 tulikuwepo na movie zetu za Mortal Kombat, na movie ya kwanza kabisa Mortal Kombat ilitoka mnamo mwaka 1995 na movie ya pili ilitoka mnamo mwaka 1997. Ila kwa leo nitaenda kuvunja movie ya kwanza kabisa kwa sisi umeona, ambao tuliiona, ambayo ilitoka mnamo mwaka 1995, na vile pia nitatoa hinti za hapa na pale, yani kuhusu ulimwengu mzima umeona wa Mortal Kombat. Na yes, hii movie ya kwanza kabisa Mortal Kombat ya mwaka 1995 kabla ya reboot ya mwaka 2021 ilihusu nini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza kabisa katika ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Sitaongea deep zaidi kuelezea mythology za Mortal Kombat. Unajua kitu kimoja, katika mythology za Mortal Kombat kuna ulimwengu mbalimbali, ila katika movie yetu sasa waliingia deep zaidi kuelezea ulimwengu kuu mbili. Ulimwengu wa kwanza kabisa ilikuwa ni ulimwengu wa dunia yetu, na ulimwengu nyingine ilikuwa kiitwa Outworld. Na mara nyingi sasa kila ulimwengu ulikuwa kiongozwa na viongozi mbalimbali, na kuna baadhi ya ulimwengu zilikuwa ziko vizuri kabisa kama ulimwengu wa dunia yetu hii, ila kuna baadhi ya ulimwengu hazikuwa vizuri. Na ulimwengu moja kabisa ambao ilikuwa ni mbaya kinoma ilikuwa ni ulimwengu inaitwa Outworld. Umeona mpaka hapo? Na katika ulimwengu mzima wa Mortal Kombat, ulimwengu ya Outworld mara nyingi yani ilikuwa na mpango umeona wa kufanya conquering umeona, au kufanya colonization au koloni umeona wa ulimwengu nyingine. Umeona mpaka hapo? Na katika mythology za Mortal Kombat sasa umeona katika kila generation kuna tournament moja, yani mashindano fulani hivi ya kupambana, ambao kila ulimwengu inakuwa inachagua mashujaa wake, na mashujaa sasa wanakuwa wanaingia katika mpambano unaoitwa Mortal Kombat. Na ikitokea sasa ulimwengu mmoja ukishinda, basi kuna possibility umeona ya kufanya colonization au ukoloni wa ulimwengu mwingine. Na katika movie yetu tutambua kitu kimoja kwamba ikitokea sasa katika mashindano umeona kati ya ulimwengu mmoja pamoja na ulimwengu mwingine, ulimwengu mmoja ukishindwa katika mashindano 10 mfululizo, basi ulimwengu ambao limeshinda linakuwa na uwezo sasa wa kuchukua ulimwengu nyingine na kuunganisha kuwa ulimwengu mmoja. Na katika movie yetu tutambua kitu kimoja ni kwamba sasa katika mashindano kati ya ulimwengu wa dunia yetu hii pamoja na ulimwengu unaitwa Outworld, ulimwengu wa Outworld ulikuwa umeshinda mashindano 9 mfululizo. Kwa inavyoonekana sasa ikitokea wakishinda shindano la 10, basi bila shaka huu ulimwengu wa Outworld umeona utautawala ulimwengu wa dunia. Na baadaye kabisa movie yetu ilifanya introduction na jamaa mmoja alikuwa akiitwa Lord Raiden. Umeona mpaka hapa? Na huyu jamaa Lord Raiden alikuwa ni mungu fulani hivi mwenye nguvu ya radi, na huyu mungu sasa alikuwa ni kama mlezi au protector sasa wa ulimwengu wa dunia. Umeona mpaka hapo? Kwa kazi ya umchizi sasa ilikuwa ni kuchagua sasa umeona watu fulani hivi mashujaa ambao watakuwa na uwezo wa kuingia katika mashindano ya Mortal Kombat kwa ajili ya kuprotect dunia yetu. Na huyu jamaa sasa alichagua watu mbalimbali. Umeona mpaka hapo? Ila katika movie yetu watu wakuu kabisa watatu walichaguliwa na ujamaa huyu Lord Raiden na wakuu mwingine walikuwa ni mchizi mmoja alikuwa kiitwa John Cage. Na John Cage sasa katika dunia yetu alikuwa ni mchizi mmoja ambaye ni actor yani umeona, ila ujamaa sasa ingawa alikuwa ni actor, ila alikuwa iko vizuri katika mpambano wa martial arts. Na ujamaa sasa aliamua kujiunga umeona katika mpambano wa Mortal Kombat, ila alikuwa ajui kama kazi yake kubwa kabisa ilikuwa ni kuprotect dunia yetu. Umeona mpaka hapo? Jamaa alijiunga kwa ajili ya kuprove kwamba okay, ingawa yeye ni mwigizaji ila alikuwa yuko vizuri kabisa katika mambo ya martial arts. Kwa mchizi alikuwa ni mchizi mmoja hivyo misifa yani. Na inafasi sasa John Cage ilikuwa kichezwa na mchizi mmoja alikuwa kiitwa Lyndon Ashby, ambaye tumeona vizuri kabisa umeona katika TV show moja kibabe kabisa inaitwa Teen Wolf. Na mtu mwingine alichaguliwa kwa mwingine alikuwa ni Sonya Blade. Na Sonya Blade sasa alikuwa ni kama special force fulani hivi au askari fulani wa jeshi la Marekani. Na mdada alichaguliwa ila alikuwa ajui kama kachaguliwa, ni yeye kama yeye alikuwa anafahamu kitu kimoja kwamba alikuwa akimtafuta mchizi mmoja alikuwa kiitwa Kano. Umeona mpaka hapo? Na Kano sasa umeona alimuua partner wa Sonya Blade. Kwa wote tunavyoona hapa ndio alikuwa anaingia katika mpambano, ila walikuwa wajui kama amechaguliwa kwa ajili ya kudefend yani interest za dunia yetu. Na mtu wa tatu na muhimu kabisa katika ulimwengu sasa umeona wa movie ya kwanza kabisa hii ya Mortal Kombat, kwa mwingine sasa alikuwa jamaa mmoja alikuwa kiitwa Liu Kang.
Umeona mpaka hapo. Na Liu Kang sasa huyu jamaa alikuwa ni kama the chosen one. Yani alikuwa kimya kitu kimoja kama huyu jamaa sasa akiingia katika mpambano, umeona, ndiye ambaye atashinda mpambano na kuprotect dunia yetu. Ila huyu jamaa sasa Liu Kang alikuwa anajua kabisa nini maana ya Mortal Kombat, alikuwa anajua kabisa vile pia kama kuna ulimwengu mwingine, umeona, tofauti na ulimwengu wetu. Ila aliamua yeye kama yeye kuingia katika mpambano kwa nia sasa ya kulipiza kisasi. Umeona mpaka hapo. Kwa sababu sasa mtu ambaye alimuua, umeona, mdogo wake anaitwa Chania, kwa mwingine alikuwa ni mchawi mmoja alikuwa kiitwa Shang Tsung, na mchawi sasa ndiye ambaye alikuwa akisimamia mapambano ya Mortal Kombat. Na huyu mchawi sasa alikuwa akifanya kazi chini ya empara mmoja wa ulimwengu wa Outworld alikuwa akiitwa sasa Shao Kahn. Kwa huyu Shang Tsung sasa hakuwa kiongozi, umeona, wa Outworld, umeona, alikuwa akifanya kazi tu chini ya kiongozi wa Outworld alikuwa akiitwa Shao Kahn. Na tournament sasa ya Mortal Kombat ilikuwa place katika kisiwa ambacho kilikuwa kimilikiwa na huyu mchawi anaitwa Shang Tsung. Na huyu mchawi Shang Tsung sasa alikuwa akiua watu, umeona, na kuchukua roho zao, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo namsha kitu kimoja kwamba Chani sasa ambaye ni mdogo wake na ujamaa Liu Kang, na pia sasa baada ya kuuawa roho yake ilichukuliwa na Shang Tsung. Na ndani ya kisiwa tulikutana na mashujaa mbalimbali kutoka ulimwengu wa dunia pamoja na mashujaa kutoka sasa ulimwengu wa Outworld. Umeona mpaka hapo. Na hapa tukuja kukutana sasa na jamaa mmoja au shujaa mmoja kutoka ulimwengu wa Outworld alikuwa akiitwa Goro, ambaye kwa sisi sasa, umeona, kipindi kile tulikuwa tukimuita mikono minne yani. Na jamaa sasa anasemekana alikuwa nusu binadamu nusu dragon kutoka ulimwengu mwingine kabisa ambao katika movie yetu yani hakutaja ulimwengu. Na ujamaa sasa unaona alikuwa ni mmoja wa champion wa Outworld, na inavyoonekana sasa ujamaa sasa alikuwa ni kama defending champion, na vile pia sasa inavyoonekana alikuwa ameshinda kwa takriban generation 5 zilizopita au miaka 500 iliyopita. Na kwa ujumla ndani ya Mortal Kombat mipambano ilikuwa mingi sana. Kwa mfano kuna mpambano mmoja ambao tulimuona Sonya Blade palifanikiwa kumuua Kano. Kumbuka Kano sasa alikuwa akipambana kwa upande sasa wa Outworld, ingawa yeye sasa alikuwa ni binadamu, umeona mpaka hapo. Na kwa upande mwingine pia sasa tulikutana na karakta mbili muhimu kabisa katika ulimwengu wa Mortal Kombat, karakta ya Scorpion pamoja na karakta ya Sub-Zero, umeona mpaka hapo. Na Scorpion alikuwa akitoa nyoka ni katika mkono wake, na kwa upande mwingine Sub-Zero sasa alikuwa na uwezo wa kubadilisha maji kuwa barafu, umeona mpaka hapo, ndio maana jina linaloitwa ili Sub-Zero. Na historia sasa Scorpion pamoja na Sub-Zero wa jamani maadui yani, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri sasa katika movie ambayo ilikuwa ni reboot ya Mortal Kombat mwaka 2021 tulipata background story kwa nini Scorpion sasa alikuwa ni adui wa Sub-Zero, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya katika movie yetu ni kwamba sasa Scorpion pamoja na Sub-Zero roho zao zilikuwa zikimilikiwa na huyu mchawi anaitwa Shang Tsung, na ndio maana sasa Scorpion pamoja na Sub-Zero wakawa wanapambana upande wa Outworld, umeona, au upande wa Shang Tsung. Ila kwa bahati nzuri za katika mpambano umeona ambao tuliona kati ya Johnny pamoja na Scorpion, Johnny anafanikiwa kumuua Scorpion, umeona mpaka hapo. Na kwa upande mwingine pia tulimuona Liu Kang hapa alifanikiwa kumuua Sub-Zero. Na vile vile pia hii movie yetu ya mnamo mwaka 1995 ilifanya introduction ya karakta moja muhimu kabisa katika Mortal Kombat mythology inaitwa Kitana. Na Kitana huyu alikuwa ni kama princess fulani hivi, umeona, kutoka ulimwengu mmoja unaitwa Eden. Ila kwa bahati mbaya ulimwengu wa Eden, umeona, generation kadhaa zilizopita zilishindwa katika mapambano, umeona, dhidi ya ulimwengu unaitwa Outworld. Na bahati mbaya sasa baada ya ulimwengu wa Outworld kushinda ukanyonya ulimwengu wote wa Eden na kuingia moja kwa moja katika ulimwengu wa Outworld. Na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa umeona Emperor ule ambaye alikuwa kiongoza ulimwengu wa Eden ambaye alikuwa ni babake Kitana na uawa, umeona, na ujamaa anaitwa Shao Kahn. Na ujamaa anaitwa Shao Kahn sasa akaamua sasa kumchukua Kitana, umeona, kuwa kama mtoto wake wa kufikia. Na kutokana na hicho kitu Kitana kama Kitana sasa baada ya kuona mashujaa kutoka dunia, umeona, ambao wamekuja kwa ajili ya kupambana dhidi ya Outworld, taratibu wakaanza kuwasaidia sasa, umeona, wa mashujaa kutoka duniani ili waweze kushinda, umeona, katika tournament ya 10 dhidi sasa ya mashujaa kutoka Outworld. Na kutokana na hicho kitu sasa ukiongoza anaitwa Shao Kahn pamoja na Shang Tsung wakaamua sasa kumtumia kiumbe mmoja au karakta moja katika ulimwengu wa Mortal Kombat anaitwa Reptile, umeona, kufanya uchunguzi fulani au kufanya spying fulani hivi, umeona, ili kuzuia Kitana sasa asiwasaidie, umeona, hawa jamaa kutoka ulimwengu wa dunia. Ilo kwa bahati mbaya Kitana taratibu akaanza kuwasaidia, na vivyo pia Kitana sasa taratibu alikuwa ameanza kumpenda mchezo wetu anaitwa Liu Kang.
Na baadaye kabisa katika movie yetu tulishuhudia mpambano mkubwa sana kati ya Prince Goro pamoja na mchizi wetu John Cage, na kwa bahati nzuri John Cage anafanikiwa, umeona, kumpiga Goro na maybe kumuua, yani umeona mpaka hapo. Na kutokana na kitu Shang Tsung yani akapagawa kinoma, ikaisi kitu kimoja kwamba mpambano kiuhalisia hawezi kushinda, kwa sababu Prince Goro alikuwa ni shujaa mmoja ambao hao jamaa Outworld walikuwa wakimtumainia, ila kwa bahati mbaya alikuwa kashakufa. Na kutokana na hicho kitu sasa tunaona hapa, umeona, Shang Tsung anaamua kumteka Sonya na kukimbia dunia yetu na kuingia moja kwa moja katika dunia inaitwa Outworld. Na kipindi ambacho sasa taratibu, yani Sonya Blade, umeona, pamoja na John Cage taratibu walikuwa shaanza kupendana fulani hivi, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo kulikuwa kuna namna, kwa njia pekee ya kumuokoa Sonya Blade ilikuwa lazima sasa John Cage, Liu Kang pamoja na Kitana waingie moja kwa moja ndani ya Outworld. Nakumbuka sasa hii Outworld ni sehemu ambayo Kitana, umeona, alikuwa akiishi, yani ni nchi yake tuseme, yani umeona, baada ya Eden kuingizwa moja kwa moja ndani ya Outworld, umeona mpaka hapo. Na tunaona hapa ujamaa Reptile, umeona, alipigana na mchizi wetu, umeona, anaitwa Liu Kang, na kwa bahati nzuri Liu Kang anafanikiwa kumuua Reptile. Na swali linakuja sasa, je, umeona watamuokoa vipi Sonya Blade? Na kwa bahati nzuri kwa kutumia msaada wa Kitana wanafanikiwa kuingia kabisa katika ngome ya Shang Tsung, na tunaona hapa sasa wanafanikiwa kumuokoa Sonya Blade. Na kwa upande mwingine pia sasa, umeona, Liu Kang ana ofa, umeona, kupambana na ujamaa anaitwa Shang Tsung. Na hapa tutamba kitu kimoja kwamba Liu Kang sasa, umeona, alikuwa ni descendant, umeona, wa jamaa mmoja mkubwa kabisa, umeona, katika ulimwengu wa Mortal Kombat alikuwa akiitwa The Great Kung Lao. Na inasemekana Kung Lao sasa miaka mingi sana iliyopita alikuwa ni mmoja wa mashujaa kutoka duniani ambaye alifanikiwa sasa kushinda, umeona, tournament ya Mortal Kombat, umeona mpaka hapo. Kwa inavyoonekana ni kwamba sasa ushindi, umeona, ndani ya Mortal Kombat ilikuwa ipo ndani ya damu ya mchizi wetu anaitwa Liu Kang. Na tunaona hapa tulishuhudia mpambano mkubwa sana kati ya Liu Kang pamoja na Shang Tsung. Nakumbuka Shang Tsung sasa alikuwa ni mchawi fulani hivi, kwa hiyo alitumia nguvu fulani au zile roho zile, umeona, ambazo alikuwa akizitawala kupambana na Liu Kang. Naona mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri Liu Kang alikuwa vizuri kinoma, na bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa, umeona, Shang Tsung naye pia alijaribu, umeona, kujibadilisha na kuwa kama mzimu fulani hivi wa chani. Kwa bahati nzuri sasa Liu Kang alikuwa ni very smart na anafanikiwa kumpiga Shang Tsung na kumuua. Na kwa bahati nzuri anafanikiwa sasa, umeona, kuziachia roho zote hizo ambazo zilikuwa kimilikiwa na Shang Tsung na kuingia sasa ndani ya afterlife au ahera yani. Na moja ya roho ambayo iliachiwa na kuwa huru ilikuwa ni roho ya mdogo wake huyu anaitwa Chan. Na cha kuongezea ni kwamba sasa Liu Kang alifanikiwa kumdefeat Shang Tsung kwa kutumia sasa Dragon Fireball. Muona mpaka hapo. Kwa hiyo ni moja ya nguvu kubwa kabisa ambayo alikuwa nayo the chosen one, huyu jamaa anaitwa Liu Kang. Kwa hadi sasa tunaona kitu kimoja kwamba mashujaa kutoka duniani walifanikiwa, umeona, kuwashinda mashujaa kutoka ndani ya Outworld. Kuna kitu kimoja, tournament ya 10 Outworld walikuwa wameshindwa, umeona mpaka hapo. Ila kuna ishu moja ya ajabu ilitokea, yani wa mashujaa kutoka duniani walivyorudi duniani sasa, umeona, poto kutoka Outworld zikaanza kufunguka na mashujaa mbalimbali kutoka ulimwengu Outworld wakaanza kuingia katika dunia yetu, umeona mpaka hapo. Na baada ya hapo tukamuona kiongozi au emperor wa Outworld anaitwa Shao Kahn, naye pia alitokea na akasema kwamba roho zote za binadamu, umeona, pamoja na mashujaa wake ambao wanaishi duniani ni mali yake. Kwa hiyo kitu ilikuwa make sense kwa sababu dunia ilikuwa imeshinda. Inakuwaje sawa jamaa wana mpango wa kuingia katika dunia yetu? Na majibu saa ya maswali, umeona, kwa nini Shao Kahn kiongozi wa Outworld aliamua kuingia moja kwa moja na kushambulia dunia yetu ingawa dunia ilikuwa imeshinda, umeona mpaka hapo. Tutajua vizuri kabisa katika movie ya pili ya Mortal Kombat iliyotoka mnamo mwaka 1997 na inaitwa Mortal Kombat Annihilation. Na kwa review ambazo zinafuata ndani ya Ulimwengu wa Vibanda Umiza, stay tuned.